Hapo zamani, katika kijiji cha Mwandeo, aliishi mkulima mmoja mzee aitwaye Bwana Rashid Ihi. Alikuwa mkulima wa muda mrefu, mwenye hekima nyingi, na shamba lake lilijulikana kwa mazao bora kama ndizi, mahindi, mihogo na tikiti maji. Lakini kwa miezi kadhaa, Bwana Rashid alipata tabu kubwa kutoka kwa tumbili mmoja mjanja hada. Tumbili huyo alikuwa akija kila siku alfajiri au jioni, akichukua ndizi na mahindi na kuharibu mimea huku akirukaruka kwa furaha. Mara nyingi, Bwana Rashid alipofika shambani, alikuta maganda ya ndizi yamezagaa, mahindi yamevunjwa na nyanya zimefinyangwa kwa miguu. Aliumia sana. Siku moja, akiwa amekaa kivulini chini ya mnazi, akasema kwa sauti, "Sasa basi, nimevumilia vya kutosha. Kama huyu tumbili anapenda ndizi zangu, nitamfundisha somo asilolisahau." Akapanga mpango. Alinunua pilipili kali sana ile ya kukaanga samaki hadi macho yalie. Akazichanganya na ndizi zilizoiva. Kisha akaziweka kwenye kijitundu kilicho karibu na mti ambao tumbili huyo hupitia kila siku. Usiku ulipofika, tumbili alikuja kama kawaida. Alipoona ndizi zikiwa waziwazi bila mtu, akatabasamu tumbilini. Leo kazi rahisi. Akamaliza ndizi ya kwanza, akashika ya pili. Ghafla macho yalianza kumuuma, mdomo ukawaka moto, akaanza kupiga kelele za ajabu. Ui, tumbua, moto huu unatoka wapi? Akaanza kuruka ovyo, akigonga kila mti, na akakimbilia mtoni kunywa maji huku akipiga kelele kana kwamba anazimia. Wanyama wa msituni walitoka kuona kulikoni. Mambo yalimshinda kabisa, hata aliamua kurudi msituni kwa siku nyingi bila kurudi kwenye shamba la Bwana Rashidi. Siku chache baadaye, Bwana Rashid alipokwenda shambani, alikuta ujumbe wa ajabu, mawe yamepangwa katika umbo la samahani. Ilisemekana kuwa tumbili alisaidiwa na ndege mwenye akili kuweka ujumbe huo. Bwana Rashidi alicheka na kusema, "Haya basi, na iwe fundisho la mwisho. Ndizi ni kwa mwenye jasho, si kwa hila na ujanja." Tumbili hakurudi tena, lakini kila jioni alijitokeza mbali msituni kumtazama Bwana Rashid akifungua shamba lake kama ishara ya heshima. Funzo la hadithi: mjanja si yule anayeiba, bali ni yule anayejifunza kutokana na makosa. Na wakati mwingine, pilipili ni mwalimu bora kuliko fimbo. Kama unapenda hadithi tamu kama hizi, tafadhali niunge mkono kwa kusubscribe na kubonyeza kengele hapo juu. Hivi ndivyo unavyoweza kuwa wa kwanza kuzitazama kila zinapotoka. Mchango wako ni nguvu yangu, na bila wewe safari hii haiwezi kuwa ya maana. Asante kwa kuwa sehemu ya familia yetu ya hadithi.